Haya matoto yashanigeuza kama ngamia mimi sasa. Kwamba sinywi wala kisili chochote. Nimekaa tu hapa na manafamilia. Yamekaa amelala tu huko mpaka saa 4 hii. Hapana, kwa kweli watakuja kuniua. Nyevi Karagosi. Sura za mikopo. Jamani, kwani nyinyi ni kuku sasa kusema mnakaa huko mnatamia au mnataga? Hau leo hamna mpango wa kula sasa. Mmemwa mnikomoe. Yaani nyinyi mnashinda na njaa ile mnikomoe mimi, si ndio? Taga na ya kwako hule. Unasemaje wewe Chakomwe? Kwamba mimi nitage nile ya kwangu, si ndio? Kwa tumefikia hatua hii kutokuheshimiana, si ndio? Umeataka wewe, asubuhi tu ushaanza kelele. Unajua mimi nitakuja kuwashangaza hii nyumba. Nitakuja kuwapiga tukio. Au mmenisahau? Huna jipya wewe, tushakuzoea. Msikia huyu Chakomwe. Yaani adiriki kusema kwa mimi sina jipya. Wameshanizoea hao. Itabidi nitafute style nyingine ya kuwachangamsha. Maana naona hii nyumba imepoa. Nimewaacha wanaanza kunilefushia na nilika mdomo mimi. Wananivimbishia Komwe, si ndio? Basi hamna shida. Tutakuja kuelewana tu. Haya baba, siku mpya hii usijikalisha hapo na ile kiduku lako ujisaulishe. Sawa? Nataka uniambie baba yako anaondoka lini na una mpango gani juu ya huyu baba yako? Asubuhi tayari shaanza kukisanua hapo. Kashaanza kutuchangamsha, nadhani umemsikia. Mungu wangu. Asubuhi tu kichwa kishaanza kulipuliwa, Mungu wangu. Hasa ikifika jioni itakuwaje jamani? Yaani hujasubiria hata nipate dakika 3 za kutuliza akili yangu. Tayari ushaanza kunilipua kichwa. Hivi Chiku una shida gani wewe mwanamke? Shida mimi sina. Shida na huyo baba yako na wewe. Yaani yote nyinyi vimbulu nini si waelewi. Si unanielewa? Hasa wewe. Naomba uniambie kuhusu huyu baba yako. Nenda kamchimbie shimo kamzikie humo. Sawa? Yaani wewe kila siku nikwambia kitu kile na unanijibu utumbo wako hule kana kwamba unajisaulisha kwamba baba yako nini anachokifanya kwenye hii nyumba na maisha yetu hayaeleweki. Si unanielewa? Yaani mimi tu nimeamka hapa asubuhi lakini tayari akili imeshachoka. Yaani wewe tayari ushanichosha. Si unanielewa Chiku? Kocha msingi hapa sijui wewe utakachokifanya. Nenda kamchimbie shimo kamzike au chukua kisu kamfanye lolote, mimi uniache, sawa? Hiyo haijalishi baba na hainihusu. Siku mpya, mambo mapya. Na ndo kwanza injini yachemka. Si unanielewa Wewe mambo mapya gani hapo? Unataka kunipasua kichwa tu. Hili jambo lina upya gani? Si kila siku nalizungumza na nirudia lile tu. Na Komwe lako ile. Mimi nijua ukilala ni Komwe litachekecheka. Utamka na mambo mazuri, mambo mapya, lakini unaamka na lile na unalichochea. Linakuwa kubwa zaidi. Mambo mapya yatoke wapi kama wewe unataka kuleta vitu vipya? Wewe mwenyewe umekaa tu ni yule tu, akili zako zile zimegandamana hivi, zimeshikiliwa hivi, tuseme kama vyuma vimekakamaa humo kwenye akili yako humo. Huna kipya, huna lolote, unategemea mapya yatoke wapi sasa? Sasa kama siwazi mapya, unaniganda wa nini na hilo Komwe lako? Yaani asubuhi tu naamka ushanijaza GB kichwani. Niwaze nini sasa? Kila siku jambo lile sijui ule mzee jili naye wewe, mimi kichwani mwangu natakiwa niwaze mambo makubwa. Mapya gani au makubwa unayoyawaza ndugu yangu? Kama ingekuwa sikujui wewe kichwa chenye akili za fuko hizo, ndio uniambia kwamba sio unawaza makubwa gani utakoyawaza wewe. Haya kuhusu, uendelea tu kugombana na baba mkwe. Maana ndio kazi unayoiweza hiyo. Unagombana na baba mkwe utafikiri sio baba wa mume wako. Nilitaka nishangae, yani akili ulizo nazo wewe, akili za fuko hizo, akili zenyewe siji za viroba hizo. Uwaze nini wewe na hicho kiduku chako hicho kimekupa alama utafikiri sijui gari la mwendo kasi, gari la nini? Huna yani jipya lolote. Yaani hapo ushauri wenyewe huna zidi ya babako huyu mwehu humu ndani. Na ndo akili za mume wako ndo mimi sasa. Na ndo uziache kama zilivyo. Ungekuwa na akili zaidi, nzuri zaidi, usingeolewa na mimi. Kwa umeolewa na mimi kwa sababu wewe ni mbumbumbu ambaye mimi nina afadhali. Wewe ndo kabisa yani pumba tupu kichwani, yani mtupu kabisa yani. Nikikutikisa kichwa hivi lo Komwe ni maji tu nasikia chiki. Na niangalia, ndo mimi huyo. Hutaki jinyonge, unataka tuliza Komwe hilo linenepe. Si unanielewa? Kabla ya yote, mbona kama sura yako naijua? Nimesha kuona wapi wewe? Na uliniambia unaitwa Amina. Amina,
itakuwa ndo wewe Amina cha umbea wa kijiji na msikiaga, si ndio? Hapa kwenye umbea mzee utakuja kosea, kwa sababu ni kitu ambacho kipo kwenye damu yangu mzee. Aha, kwa maana hiyo taarifa zangu kumbe unazo, si ndio? Ndio mzee, namaanisha kwamba kila mtu anakufahamu vizuri mzee, sio tu mimi peke yangu. Sasa mbona kama unataka kufyatuka? Mbio unaziweza? Maana ulivyokaa una wenge hivi, yani kama mtu uliochanganyikiwa. Unataka kufyatuka Hapana mzee wangu, mimi nifyatuke niende wapi? Hapa mimi ndo nipo, yani ndo nipo, mimi siendi kokote. Mzee wangu usiniangalia hivyo. Ukiniangalia hivyo na huo msula, eti msula, kwa hiyo sura yako naweza nikazimia mzee wangu, kwa maana taarifa zako sio za kawaida. Unavyokuwa unawashanyenta vijana mpaka mwenyekiti na yeye hana hamu na wewe. Yaani tena kama wewe ukijaribu kukimbia hapa, utoto nywele wako tatuviringa ni tunyoe na kucha. Si unanielewa? Mama yangu, ningoe na kucha tena. Mbona kama leo nimeatimba leo, umbea huu leo unaniponza. Haya, mimi najua unaombea wote na una taarifa zote za hiki kijiji. Nataka nijue yule mwenyekiti, yule mwenye kipara na vijana wengine wana mpango gani juu ya mimi? Wananidiscuss mimi kuhusu nini? Wanataka kunifanyia nini? Kiukweli mzee, vijana hapa kijiji walikuwa na mpango, wanataka wasiliane ili waweze wafanye namna juu yako, wakuondoe au wakukamate. Lakini sasa kutokana na wewe ulivyo umewashanyenta, wanaogopa. Sasa hivi vijana wote wamesambaratika. Mwenyewe nilikuja hapa, lakini kwa ajili ya mambo yangu, sinaona hapo nipo mimi tu. Usibabaje maneno, endelea. Ndio, ila mimi sijawahi kabisa kupanga siji kukuzungumzia. Mimi nilikuwa tu nasikia tu unavyowashanyenta basi, lakini mimi kusema kwamba eti nilikuwa na mpango siji kuhusiana na wewe mzee, hamna, ila ndo hivyo. Sawa. Kwa hiyo kumbe vijana wanataka wakutane wapime mziki wangu, si ndio? Ndio mzee, lakini hawawezi mziki wako, maana toka ulivyowashanyenta wamekuwa wanaogopa, wamesambaratika. Yaani hamna hata mmoja mzee wangu mwenye huo ubavu wala huo udole wa kusema kwamba sija kutafute. Wote wamechanta mkia, wanaogopa, hawajui hata nini cha kufanya. Kwa hiyo kumbe wote ambao nimewashanyenta pamoja na mwenyekiti yule kipara, kwa hiyo wanataka kukusanyika ili waweze kuja kunipindua mimi, si ndio? Kumbe nao yawaza ni ya kweli. Ndio mzee, kwa sababu sasa kuna yule wanamuita Makayombe yule ndo wake kielehele sana, anakuwa karibu sana na mwenyekiti, anajipendekeza ndo anaenda kusema sijui, na ndo yeye wa kwanza kusema sijui wewe sijui unakopa sijui ulipi sijui nini. Yeye ndo alikuwa wa kwanza anachomekea mpaka mwenyekiti ndo akaamua wakaja kukufuata siku ile. Kwa kuna Kayombe, kuna wewe mwenyekiti huyo Nyumbu, na mwingine nani umesema? Kuna Kayombe huyo ambao anasema kielele anajipendeza kwa mwenyekiti, alafu kuna Jumbe, huyo Jumbe ndo sasa hivi anajificha milimani kule, anasema sijui wewe sijui alikushanyenta sijui wewe eti ndo akajitamba hivyo, nilimkuta milimani kule. Alafu nadhani kuna wengine ambao wapo msituni sasa hivi. Sasa kuanzia sasa wewe ndo utakuwa unaenda kupeleleza taarifa zao, unaniletea mimi mipango yao wote na kila kitu wanachofikiria. Wakikusanyika sehemu unakuja kuniambia mimi. Sasa pole wako, usinipe taarifa zao. Sijui umenielewa wewe cha umbea?